Baba Mungu mwenye nguvu, mfalme wa utukufu, mfalme wa amani, uliyejaa rehema na neema, siku ya leo umetupa pumzi ya uhai tupate kuishi. Tuliinue jina lako, tulitukuze jina lako, tulisifu jina lako. Wewe uliye Baba mwema, unayetujali na kutukirimia pumzi ya uhai iletayo uzima. Mchana huu mwema na jioni ya leo tunalihitaji jina lako na neno lako lipate kutuisha na kutuponya, likatutoe kwenye maangamizo yetu. Naomba kila mmoja atakayeomba, atakayetamka neno likajae nguvu ya pumzi ya uhai inayotoka kwenye kinywa chako. Maana maneno yako yana uzima, maneno yako yana faraja, maneno yako yanaleta amani, maneno yako yanatajirisha. Ni katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linahusu pumzi ya uhai. Pumzi ya nini? Ya uhai. Hii pumzi ya uhai, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya pumzi ya uhai, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mungu alipomfanya mtu kwa mavumbi, baada ya kumkamilisha, alipulizia pumzi ya uhai puani mwake. Pumzi ya nini? Ya uhai. Na wiki nzima hii nimekuwa nikifundisha juu ya nguvu ya maono. Maono yanatokana na Mungu mwenyewe. Hakuna mwanadamu mwenye maono yake. Mungu ndiye mwenye maono, anayepandikiza maono ndani ya mtu. Na nilipokuwa nafundisha nikasema, Mungu alipomfanya mtu aliweka thamani ya utu wake. Ndio hiyo pumzi ya uhai iliyoko ndani ya mtu. Thamani yako ni pumzi ya uhai iliyoko ndani yako. Hiyo pumzi ya uhai ikiondoka, thamani yako haitakuwepo, maono yako hayatakuwepo, biashara yako haitakuwepo, kazi yako haitakuwepo, vyote vitakuwa vimeisha. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Siendi huko. Mimi nataka nizungumzie namna ya kutamka pumzi ya uhai kulingana na neno la Mungu. Hiyo pumzi ya uhai ni sehemu ya Mungu aliyoiachilia ndani ya mtu ili aweze kuwa kiumbe hai. Uhai ulio nao ni pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu. Natamani Mungu aseme neno linalotoka kwenye kinywa chenye pumzi ya uhai, iguse mahitaji yako, iguse matatizo yako, iguse afya yako, iguse ndoa yako, iguse kazi yako,
iguse uchumi wako, vipate kuwa na uzima. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura 6 mstari wa 6, anasema, maneno niwaambiayo ni roho, tena ndiyo yatiaye mtu uzima. Mwili haufai chochote. Mwili huo haufai chochote. Ni kweli sio kweli? Mwili ukikugomea, ndugu yangu, mimi nakwambia utaenda mahospitali yote. Muulize sisi amezunguka Dar es Salaam, ulitumia pesa ngapi? Nyingi tu. Mwili umegoma. Mwili ukigoma, kama pumzi ya uhai haijaingia hapo, na leo nasema pumzi ya uhai ianze kuingia hapo. Hamjaelewa bado? Pumzi ya uhai. Kuna watu wengine wanaweza wakaugua ugonjwa wa aina hii moja, wawili wakaugua ugonjwa wa aina hii, na wote wakatibiwa na madaktari hao, dawa zile, lakini mmoja akapona, mwingine akaondoka. So najiuliza, kwa nini? Daktari alikuwa yule, madawa yale, tabibu yule, lakini kwa nini ameondoka kabla ya wakati wake? Pumzi ya uhai haijagusa kwenye tatizo. Leo pumzi ya uhai iguse kwenye tatizo lako. Mungu apulizie pumzi ya uhai. Nataka pumzi ya uhai ikipulizwa kwenye afya yako, kwenye miguu yako hiyo, kwenye maisha yako hayo, vitu vingine vianze kuwa na uhai. Wewe uwe na uhai, tena uwe na uzima. Maneno niwaambiayo ni roho, tena ni uzima. Na nena kwa roho, na tabiri kwa roho, ili uzima upate kuingia ndani yako. Mwili huu haufai chochote, akili zako hazifai chochote, elimu yako haifai chochote, pesa haifai. Ni kweli tunaipata, tunaitumia, tunavaa nguo nzuri, tunajenga majumba mazuri, lakini kuna mahali pesa haigusi. Ni kweli sio kweli? Igusi. Uzima, pumzi ya uhai itiayo mwili uzima, itiayo vitu vyako uzima. Kanisa la Mungu, kama hatuishi kwa roho, hatuenendi kwa roho, tunaweza tukapigiwa gia. Mwanangu aliniambia sasa hivi kuna gia ya reverse. Gia ya nini? Reverse maana yake ni kurudi. Kuna mtu anapenda kurudi nyuma? Nauliza, kuna mtu anapenda, amepanga kwenye maono yake ya mwaka 2026, mwaka kumtanguliza Mungu, kwamba ikifika nirudi nyuma kidogo. Si wote tunataka kwenda mbele? Tumesema tupige hatua kwenda mbele. Sasa hiyo reverse inataka nini huko ya kurudisha nyuma? Maana yake unaweza ukatumbukia kwenye mtaro. Reverse, kama una kamera inayoonyesha wapi unakoishia, unaweza ukatumbukia wapi? Taroni. Tunataka kwenda mbele. Ndio maana tunapulizia pumzi ya uhai. Mungu apulizie pumzi ya uhai kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye kila utakachokifanya. Mwambie, pulizia pumzi ya uhai nipate kuwa hai, vitu vyangu vipate kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaulize. So anasema chakula ndio kinaweza kumfanya mtu awe na afya. Wanaokufa hawalagi. Nauliza, wanakula awali? Sasa kwa nini wanakufa? Pumzi ya uhai imeondoka, inayotia mwili nini? Uzima. Kwa hiyo Mungu akipulizia pumzi ya uhai leo, hata kama ujala, utakuwa mzima. Utakuwa na watu wengi wanajithaminisha kwenye vitu walivyo navyo. Usijithaminishe kwenye vitu ulivyo navyo. Jithaminishe kwenye thamani ya uhai uliopewa na nani? Mimi ninamshukuru Mungu
Namshukuru Mungu kwa sababu kila jitihada za ibilisi na mawakala wake walizozitumia mimi kuniua, ziliposhindikana wakafa wao. Wakafa. Leo mimi namhubiri Kristo aliyesulubiwa, alafu ninajidai kwamba kwa kweli Mungu alinipa upendeleo na wewe sasa. Ni kweli sio kweli? Wewe unafikiri tunawindwa na vitu vingapi? Juzi tuliomba mitego ya wawindaji isitufanyeje, alafu tukimbilie kwenye uvuli wa mbawa zake, tukae mahali pa juu, tuketishwe, tulindwe, tuwe salama. Unaona, kuna vitu ambavyo vinachangia kuua maono ya mtu. Maono yako yalingane na tamko la Mungu au neno la Mungu linavyotaka upate kuishi. Na hakuna mjanja kwenye maisha yake. Mtu anaweza akasema mimi ni mjanja bwana, ndio maana leo nipo. Hakuna hayupo mjanja. Kama wewe ni mjanja, uje utueleze ujanja huo umeupata wapi? Hayupo mwenye ujanja wowote wa kuishi. Wasabato hawanywi chai ya rangi, hawanywi Coca-Cola, hawamezi vidonge, hawachomwi sindano, hawaweki karikiti, hawavai wigi, lakini wanakufa. Na wanakula vitu kwa vipimo, lakini wanafanyaje? Sasa kumbuka kwamba kuna pumzi ya kupuliziwa upate kuwa hai, na huo uhai ugeuke kuwa uzima kwenye maisha yako, kwenye afya yako. Si kwa sababu unakula vyakula vizuri. Mimi katika vitu ambavyo navipenda kuviangalia kwenye televisheni, chaneli yangu ni ya chakula. Huwa naangalia, yani naweza nikakaa hapo nikaangalia wanavyopika keki, wanavyopika sijui nini. Wazungu jamani wanakulaga vizuri. Sisi ni ugali, mlenda, msababulo, nini, dagaa, tunajaza takataka tumboni, shombo. Ukijamba tu watu wanakimbia, wenzio hawajambagi. Wanakula vyakula vilivyotibiwa. Wanaweka waini mle ndani, nyeupe, nyekundu, wanaweka sausage, soya sauce, wanaweka vinegar, wanatibu kila kitu. Nyama lazima waimwagie waini kidogo, waweke spicy, majani fulani unayaweka, unashangaa. Wanakuambia sisi hatuwezi kuugua tumbo. Na kweli hawaugui tumbo, na hawawezi kukujamba mtu ukasikia harufu mbaya. Sisi tumebeba matakataka tumboni, harufu chafu. Baadaye unaanza kusikia vichomi umu. Vile vichomi ni uchafu umejaa ndani, mwili umejaa sumu kwa sababu ya vyakula vibaya tunavyokula, havitibiwi. Lakini tunaishi kwa sababu ya pumzi ya nini? Yes, wapate kuishi. Akasema wewe wajua Bwana, wewe wajua. Ndio majibu yake, kwa sababu alishangaa mifupa ya wafu iliyosogeleana, iliyolaliana kwenye uwanda inawezaje kuwa watu? Hata wewe ungepelekwa, kwanza ukiona mafuvu yale ungekimbia. Na watu mara nyingi watu naogopa kuona mafuvu. Ukiliona lile fuvu unajua hii ni mzimu. Mungu akamwambia iambie mifupa ipate kuishi. Tasoma Ezekiel 37 pale. Itabirie mifupa ipate kufanyaje? Kuishi. Akasema wewe wajua Bwana. Alipokubali kuitamkia mifupa ile, nguvu ya Mungu iliyomwambia atabiri juu ya mifupa, uzima, uhai ukatoka kwenye kinywa cha nabii Ezekieli kwenda kugusa kila mfupa. Biblia inasema kukawepo na tingisiko, kishindo. Kila mfupa wa mtu aliyekufa ukaanza kutoka mahali ulikokuwa na kwenda kuungamanishwa pale. Mifupa yote ikashikana. Baadaye akasema tabiri nyama ziwepo na mishipa. Baadaye tabiri damu iingie. Baadaye uambie upepo wa mashariki, alafu upulizie. Unaona, Mungu anamwambia
wewe uitabirie mashariki ilete upepo wa uzima wa uhai, alafu pulizia mifupa ikawa watu. Hatimaye na utakuwa mtu. Hata kama ulikuwa ni skeleton, jioni ya leo hata kama umekuwa ni skeleton, watu wamekuona umekuwa skeleton, utaanza kuwa mtu, kwa sababu pumzi ya uhai imesababisha uzima. Viungo vilivyokufa vitaanza kuguswa na pumzi ya uhai. Maisha yako yaliyokufa yataanza kuguswa na pumzi ya uhai. Biashara yako inayotaka kufa itapulizwa pumzi ya uhai. Tabiri. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa chako kikiwa kinatabiri pumzi ya uhai, kinatamka pumzi ya uhai, utachelewa kwenye vitu vyako. Utafanya vitu vyako kama hautakufa, hata kama utakufa, lakini kuna vitu vitakuwa vinafanyika. Mambo yako yatakaa vizuri. Wakristo wengi wakisimama mbele hapa, hakuna anayekuja kusema jema, baba mimi biashara yangu haiende. Tafikiri zezeta vile haiendi kwa sababu umekufa. Hivi maiti inaweza ikafanya biashara? Oh my God, my God, my God. Hivi biashara yako, wewe umekufa, unategemea biashara yako ifanye kazi? Hivi maiti inaweza ikajenga nyumba? Nauliza, hebu mnijibu. Maiti inajengaga nyumba? Maiti inaweza ikaendesha gari? Uwe mzima kwa jina la Yesu. Ukiwa mzima utafua wengine. Ukiwa na uhai utapulizia wengine uhai. Niliwahi kufundisha somo moja linasema, ulicho nacho ndicho nacho wapa watu. Kama una uwezi kuwapa kile ambacho una. Mimi nataka nikwambie kile nilicho nacho, uzima ninao, pumzi ya uhai ninayo, ndio maana leo unaishi. Kwa sababu nimekutabiria, nimekuambia utakuwa mzima, unakuwa mzima. Na leo tutabiri vitu viwe vizima. Ngoja nikuulize, Petro wakati anaenda kusali na Yohana majira ya saa 9, walikuta mtu mlangoni. Kazi yake ilikuwa ni kuomba sadaka. Kapale naomba sadaka. Na alipomwona Petro alivyonona na Yohana walivyokuwa wazuri, yeye hapa napata sadaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Petro alimwambiaje? Sina fedha wala dhahabu, nikupacho kwa jina la Yesu inuka uondoke. Na kweli Petro alikuwa hana fedha, hana dhahabu. Alichokuwa nacho ni pumzi ya uhai iliyotamkia miguu yake ya ulemavu akawa mzima. Alipewa mtaji, hajapewa mtaji. Angempa sadaka, miguu yake ingeendelea kutembea. Tunatamka pumzi ya uhai itakayosababisha uzima uanze kutembea, itakayosababisha uzima uwe mzima. Minyoo iliyoko tumboni imefunga tumbo. Una constipation wanasema, umefunga tumbo hata uendi choo. Mimi naiambia hiyo minyoo leo ife. Tumbo lifunguke uanze kwenda haja. Homa za kila siku nyumbani. Watoto kila saa ni kwenda kupimwa, vipimo. Wewe toka hapa. Tunatamka uzima. Acha kwenda kufanya check up kila siku, unakwenda kufanya check up. Mwisho utamwacha Mungu wewe. Hello, kliniki. Wanaendaga wajawazito. Wanaendaga. Mimi nishawahi kwenda kliniki. Naenda mimi kwa ni mjamzito mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio mjamzito, siendi kliniki. Wajawazito ndio wanaenda wapi? Nina kliniki yangu. Mtu unapiga safari kwenda Dar es Salaam kwenye kliniki kila siku wewe. Na wengine wamepotea humu kanisani kabisa. Miaka wako kwenye kliniki zao. Mungu tusaidie huko waliko. Mungu awasemeshe pumzi ya uhai ianze kuingia, wajue kwamba Mungu upo, anaweza kufufua waliokufa. Kwa sasa mchungaji, mimi nifanyeje? Madaktari wameniambia niwe na hudhuria kliniki.
kliniki kwa mjamzito. Kanisa, leo ndiyo siku yako. Leo ndiyo siku ya kupuliziwa pumzi. Pumzi ya kufanyaje? Haujaelewa bado. Pumzi ya uhai ikiingia hapo, chochote kilichokufa ndani kinapata uhai, kinafufuka, maisha yako yanafufuka. Unapokuwa renew, unapofanyika kuwa mpya, unakuwa sharp. Sikiliza, gari yangu ile ilikuwa inatembea 160 na nilikuwa na drive 160. Kadiri inavyozidi kuchoka 100, nikitembea sana 110, kwa sababu imeanza kuchoka. Lakini nikinunua vipuli vipya, injini mpya, nikaweka magurudumu mapya, nikabadilisha oili, yani gari inarudi kuwa mpya na spidi zinafanyaje? Sasa Mungu akikukarabati namna hiyo, utaendelea kutembea unajitegemea. Utalala usingizi wakati wa kazi. Utakuja kanisani humu ulale kabisa usingizi kama hujafa wewe. Hivi kanisani ni mahali pa kulala. Mtu mmoja alisema hivi, waache Wakristo walale kwa sababu nyumbani kuna heka. Ni kweli. Usiku mwanaume anakurusha miguu juu masaa yote, hataki upumzike. Ukigeuka anasema leta. Kwa hiyo akija humu ndio mahali pa kupumzikia jamani. Kuna wanaume wakeshi, yani ni wanakesha. Ni kukeshesha. Usikubali kukesha. Kesha kwa Bwana. Ukota hii sadaka uiweke hapo. Ukeshe kwa nani? Kesha kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapolala humu, ni kweli tunawaachaga walale kwa sababu tunajua wengine wana songo mbingo nyingi. Lakini kama wewe hujafa unalalaje humu? Mfano mweme na nguvu zote anazotumia za kukuhubiri, kukufundisha, unawezaje kulala humu? Lakini ukifika kwenye TV kuangalia season, unawajua vyote, unavijua hata Kiingereza chenyewe ukijui, lakini unajua kutafsiri vyote. Hapa alifanyaje, hapa Kiingereza chenyewe ujui. Kama hujafa wewe ni mtu wa kuzimu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema fufukeni katika wafu na Kristo akapate kuangaza. Ukifufuka unaangaziwa nuru ya uso wa Mungu. Unaanza kuona sawasawa mambo yaliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 119 mstari wa 72 na mstari 105. Zaburi 119 neno la Mungu anasema, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu. Sema, rudia. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu. Rudia sasa. Rudia tena. Kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Kuliko maelfu ya dhahabu na nini? Kwa hiyo neno la Mungu ndio sheria ya kinywa chake, ndio pumzi ya kinywa. Mstari wa 105.
Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia. Neno lake ni taa ya miguu yako na mwanga wa njia. Kwa hiyo kuna siri kwenye neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno likitoka kwenye kinywa cha Mungu linasababisha vilivyokufa vinauishwa, vinakuwa hai. Mimi mwenzenu niwaambie, na mimi nilikuwaga kama ninyi. Dawa zilikuwa zimejaa chumbani. Kwenye ile nani ya mama pale kuna sehemu ya kuweka dawa zote, za kichwa, za tumbo, za kutafuna ukisikia gesi tumboni. Na nyumbani kwenye maua tulikuwa tumepanda vijani jani, ukisikia nani unachemsha kashwagala, nyam kajui kapo chai lazima weka kashwagala pale, unywe tumbo liachilia. Ni kweli vinasaidia. Sasa chumba ukiingia unaanza kusikia harufu ya Panado. Panado zinatoaga ka harufu sijui nini dawa. Kumbe havinaga uzima vile bwana. Ni kweli sio kweli? Havinaga nini? Havina uzima. Na kuambia wewe kila siku unafanya check up ya kupima sijui damu imebaki kiasi gani. Yaani kadiri unavyoenda kwa daktari kupima yaani ni kama unamwambia shetani azidi kukupiga zaidi. Siku yule daktari amefunga ile hospitali, maana tulikuwa na daktari wetu, mwanasheria wetu, wanasema ndio ujanja. Na mwanasheria, una daktari na mchungaji wako unapelekea matatizo. Mchungaji wako wakupelekea matatizo, mwanasheria wako kushauri, na daktari wako anakupima. Zote ni pesa zile, na uwezi kwenda kwa mchungaji ukampelekea maneno, lazima uache bahasha pale. Sasa siku daktari yule amefunga hospitali, tukaugua nyumba nzima. Mimi na vitoto vyangu vile na mke wangu wote tu kama mazezeta vile. Hapa najikumbushaga nasema tulikuwa kama mazezeta nini. Tukakuta pamefungwa, alafu hajasema kwa nini amefunga. Tukaulizana sasa tunaenda wapi? Tumesha tembea kwa Mungu, na zamani kulikuwa hakuna magari wala bodaboda wala baisikeli, haipo. Lazima mtembee kwa miguu. Tumetoka Mikocheni kule kwa mwalimu, tunaenda Mikocheni B, kilomita kama 1.5 hapo na vitoto. Tukaulizana sasa twende wapi? Twende TMJ. Sasa akili twende pale tupande tena chai maharage, kulikuwa na chai maharage. Tukaenda TMJ, tukakaa pale, unasubiri masaa, vitoto havijala, unasubiri masaa. Lakini siku moja tukauliza sasa hii itakuwaje? Kila siku ni kuhudhuriaga tu, tunaumwa. Kinachotuumisha nini? Nyumba nzuri tumejenga, mbu wanapita wapi? Na tunapulizia na tunalala kwenye machandarua. Wote tukilala wote ni wagonjwa. Maombi yana nguvu, lakini akili haikuja. Hatukuacha dawa, tukahama lile eneo kwa sababu lilikuwa na maji, ni karibu na bahari. Maji. Tukasema tukakaa huko Mbezi, mbali na hili bahari. Kwanza linanuka, watoto wangu wanaugua na pumu, hewa chafu. Huko ndio Mungu akanaambia sasa wewe utakuwa mchungaji. Uache mambo ya ujinga, kukaa kila siku nawaambia watu matatizo yako. Kwani nilikubali mimi niache kazi ya ujenzi, niache biashara? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie hivi, pumzi ya uhai kiingia utaanza kujua
kipaji chako, kipawa chako, karama yako, nafasi yako, maono yako. Wengi tumo humu tumekaa, lakini hatujajua Mungu ametuita saa ngapi, ametusemesha saa ngapi. Neno lako ni taa ya miguu na mwanga wa njia. Wacha Mungu aje apulizie pumzi ya uhai. Yaani utajua utakapotokea, utakapochomokea. Mungu ndiye anayejua. Mungu akaziangazia hatua zako hizi tunazopiga sasa. Mungu akuangazie hatua zako. Toka hapo nilienda kwa ajili ya kufanywa operation jicho tu. Na jicho ni daktari rafiki yangu aliniambia, ili jicho kwa sababu limeharibika, tuna madaktari wa Mchina na Mjerumani watakufanyia. Unajua unakabidhi afya yako, mwili wako kwa mtu, unadhani kumbe anakusaidia. Mimi niliona wamenitengeneza jicho, limekuwa zuri sana, limeanza kuona. Kumbe artificial, vitu vyovyote vya bandia. Nataka nikwambie, vitu vyovyote vya bandia kwenye maisha yako haviwezi kudumu. Na ukiishi maisha ya bandia hayawezi kukufanya udumu. Ishi maisha yako kwa pumzi ya neno la Mungu. Ishi maisha yako kwa pumzi ya uhai wa neno la Mungu. Jicho, nilikuwa hapa wakati tumehamia hapa, nimefanywa operation 94. Kijana wangu huyu Venance alikuwa na miezi miwili wakati nafanywa operation. Miwili. Nafikiri kwa haijafika hata hivi. Sasa nilikuwa nikitoka hospitali, nimefunga jicho, wametoka kujaza sindano inaitwa subconj. Walikuwa na, yani ukifika tu pale lazima wachome sindano katikati ya jicho kulijaza liwe na mviringo, liwe imara. Ni kweli lilirudi likakaa sawa, lakini uzima wa jicho haukuwepo, kwa sababu ni vitu vya bandia au artificial vilivyokuwa vinawe. Sasa Mungu alichokifanya, pamoja na jicho hili limetengenezwa na madaktari mabingwa kabisa, Mjerumani na Mchina, bado halikufanya kazi. Jitihada zao hazikusaidia, zilisaidia kwa muda. Sasa Mungu akanifanyia operation mwenyewe. Hili jicho moja linaona mpaka kule, linaona mpaka na usiku. Sasa nikaanza kufanya mazoezi ya kuendesha gari usiku. 2017 nikasema, nikamwambia mama, mimi mambo ya kupanda basi naacha kuanzia leo. Ilikuwa mwezi wa 11 saa 8 za usiku, nikamwambia Agnes, mimi naondoka sasa. Wewe mume wangu, na jicho hilo moja utaweza kuendesha? Ulishawahi kuendesha mpaka huko? Nikasema mimi naendesha. Nilikuwa naona usiku utafikiri mwanga yani kama jua linawaka. Nikasema okay, kumbe Mungu anataka kunionyesha kwamba nisitegemee macho, nitegemee macho ya rohoni. Usitegemee macho ya nyama, tegemea macho ya nini? Na anayeendesha gari sio wewe. Nilifika. Nilifanyaje? Na leo ilishakuwa desturi, naweza kuendesha kutoka Bukoba. Siku hiyo silali hapa, nikaenda mpaka Dar, nikaenda mpaka Tanga, nikageuza na mkaniona niko hapa, baba umerudi. Nimerudi. Bwana Yesu asifiwe. Pumzi ya uhai ikiwa ndani yako ndio itakayokuwa inakuongoza, inakuendesha, sio wewe. Kuna vijana wengine hawezi kuendesha mpaka Dar es Salaam. Akifika Dodoma anajinyoosha kwanza, analala siku 2 ndio anaenda Dar. Mimi huo uzee sina. Pumzi ya uhai
iliyoko ndani yangu inanifanya mimi niwe mzima, na ninafurahia uzima unaotoka kwenye pumzi ya neno la Mungu. Mungu akakupulizia upya kila kiungo. Kuna watu wana tatizo la meno hapa. Kijana tunasema meno. Mimi niling'oaga jino moja tu, alafu nilipoling'oa likaota lingine pembeni. Na meno mabaya, usiangalie meno yangu mimi imekaa vibaya, lakini sijawahi kuumwa meno. Nakulaga vitu vya baridi na kula pipi, na sasa pipi zinaharibu meno. Sijawahi kuharibika meno. Napenda pipi, napenda kula vitu vya sukari, nakula mpaka ice cream. Ukinikuta nakula ice cream kopo kubwa hivi kama mtoto. Nisijipe raha bwana, jipe raha mwenyewe, au si? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakula ice cream kama mtoto. Kula, hakuna ice cream ya mkubwa na wewe ya mtoto. Na wewe kula. Siku moja nenda dukani, nunua ice cream uje nani mwenzangu, au sio? Sasa ukiwa na pumzi ya uhai unakula unachotaka. Roho inakupa kile unachotaka. Ananiambia usile nyama ya mbuzi, utakuja kuugua gout. Mimi nalambaga zote na kitimoto. Sijawahi kuugua miguu. Nyie msio kula nyama ya kitimoto wala mbuzi mnauguaga miguu. Hebu ngoja niwaulize, mmepata wapi gout hiyo? Imetoka wapi? Pumzi ya uhai hamna. Pumzi ya uhai kiingia, hata ukila mbuzi. Kwani Mungu alipoumba mbuzi alijua kwamba zitaleta magonjwa? Ni mawazo yetu ya kibinadamu. Sema amina. Akapulizia, mtu akawa nafsi hai. Uwe nafsi hai. Nafsi yako isitumikishwe na mizimu, isitumikishwe na miungu, isitumikishwe na nguvu za giza. Mungu aitumie. Anaitaka nafsi yako hiyo aitumie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Wakolosai 3:16 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hamjasoma bado? Hamjasoma bado? Kila andiko, sema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa ajili ya mafundisho. Tamani sana neno lenye pumzi ya Mungu likusaidie kukufundisha. Punguza kula madawa. Mimi hapa nakutangazia amri ya 35. Niliishia 34, hii ya 35. Punguza kula madawa. Na mimi wakati mwingine nagomaga hali na nunuaga mseto, lakini najiuliza sasa, mseto huu unawekwa nini? Mseto una vitu gani? Ulishawahi kujiuliza? Zamani tulikuwa tunatumia quinini ya sindano, quinini vidonge, chloroquine, zikaja nini, fansida zikaisha, sijui zikaja nini. Sasa hivi imekuja mseto. Mseto maana yake kuna mchanganyiko wa vitu ambavyo sisi hatuvijui kisayansi. Halafu mseto ilivyo, ukimeza tu, kama ulikuwa na homa unaanza kujisikia vizuri na hamu ya kula inakuja. Hivi kwa nini neno la Mungu lisitusaidie kabla hatujameza mseto tukapona? Wale bakteria wanaitwa virusi vya homa vinaitwa nini? Jamani wasomi, Elia yuko wapi? Ndio msomi wa physics, kakimbia. Ndio angetuambia, maana ameshinda physics sio vitu gani na chemistry. Nauliza hivi sasa, ngoja niwaulize hivi, mbu anawezaje kukuinject, kukudunga ule mlija wake, akanyonya damu alafu akakuachia maradhi humu ndani? Ulishawahi kuona hiyo sayansi? Ananyonya damu yako, alafu akishanyonya ile damu anarutubisha mayai yake ili atage, alafu yeye anakuachia sumu mwilini. Alafu wewe unaumwa, yeye haumwi. Aliyechukua damu yako
yeye haumwi. Ulishawahi kusikia mbu anaumwa? Ndiye anapata nguvu ya kutaga mayai mengi ili wazaliane wa kunyonya wengine. Jamani, mimi nawafundisha hapa munielewe, lakini munielewe kwa nini sasa mbu wanatunyonya sisi? Wana haki ya kutunyonya sisi? Nauliza, wana haki ya kukunyonya? Haya, umeweka chandarua. Mimi juzi nimenunua chandarua mpya. Nimekuja kushangaa eti mbu ameingia na chandarua sikukirudisha, nilikiacha Sasa nikaa najiuliza wameingiaje wakati naingia kulala na wao wakasema ngoja tuingie. Na dawa nimepulizia, lakini walijificha chini ya kitanda huku. Kumbe ukipulizia dawa ile inawalevya kidogo, baadaye wanatoka wanasema na wajanja mbu wanajificha chini. Dawa haifiki kule, watalewalewa, wakifufuka tu wanakusubiri wakati unaenda uani, ukirudi tu wana wewe dunga. Lengo wapate virutubisho vya kurutubisha mayai, wewe wakuachie matatizo. Na mimi nimesema wanile waningate, siugui malaria. Naomba pumzi ya uhai ingie humu. Ikiingia pumzi ya uhai, virusi vyote vife. Ngoja niwaambie, wakati tumeanzisha huduma pale, kila mwanamke alikuwa na ukimwi. Msibishe nyinyi, msibishe. Mimi ndio najua siri yenu, nyinyi hamjui. Kwa sababu wote walikuwa wananiambia na wanakuja na makaratasi, damu yangu chafu najua tayari huyu. Wamenipima, wamenambia ninao. Na wewe ninao. Kanisa zima lote linao ukimwi. Mungu akanifunulia akaniambia hivi, hawa hawana ukimwi. Hii ni roho ya mauti imewafunika. Roho ya nini? Ya mauti imefanyaje? Mafunika. Sasa tukagundua namna gani ya kuifukuza roho ya nini? Tukasema kuanzia sasa roho ya mauti imwachie, apokee uzima. Kuanzia kwenye koromeo, damu yako, mate, nyama, misuli, mishipa na nerves na vile nerves vidogo vile, capillaries, ubongo, kila mahali kwenye mwili huo, mapafu, bandama, figo, kongosho, ini, utumbo mpana na utumbo mwembamba, kila kilichoko ndani kipate uzima, kipate uhai mpya. Natamka hivi, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye nyayo za miguu yako, pumzi ya uhai ianze kusafirisha uzima ndani yako. Chochote kilichokufa kisikie neno la Bwana kwamba pata kuishi. Viungo vipate kuishi, miguu ipate kuishi, mikono ipate kuishi, macho yapate kuishi, pua zipate kuishi, masikio yapate kuishi, na pumzi iliyoko ndani yako ipate kuishi. Mungu wa utukufu, mfalme wa amani, leo nataka ufanye uumbaji mpya kwa watu wako walioko mahali hapa na watakao nisikiliza kwenye kipindi cha usiku wa baraka, na wagonjwa walioko hospitali, na walioko leba wanaotaka kujifungua, na wale matasa waliosindikana kupata watoto, matumbo yasiyozaa yakasikie neno la Bwana ambalo ni pumzi ya kuzalisha. Ulipomwambia mtu na akawa kiumbe hai, akawa nafsi hai, ukasema mkatawale viumbe wa angani, wa baharini na nchi kavu na wafugwao, ukatiishe nchi, ukazae, ukapate maongezeko. Wanyama wakutii, viumbe hai vikutii, anga likutii, bahari ikutii, hata hali ya hewa na mazingira ya kutii. Jua na mwezi vikutii,
jioni ya leo natamka nguvu yoyote iliyodhoofisha maisha yako, nguvu yoyote iliyodhoofisha uhai wako, nguvu yoyote iliyodhoofisha afya yako, nguvu yoyote iliyodhoofisha akili yako, nguvu yoyote iliyodhoofisha viungo vyako, nguvu yoyote iliyodhoofisha maisha yako, natamka uhai kwa jina la Yesu. Napulizia uhai kwenye viungo, napulizia uhai kwenye kichwa, napulizia uhai kwenye moyo, napulizia uhai. Chochote kilichokufa jioni ya leo kikapate nguvu ya kuishi. Bwana, peleka taa yako katika mioyo yao, peleka uhai katika viungo vyao, peleka uhai katika nyumba zao, peleka uhai katika ndoa zao, peleka uhai kwenye biashara zao, peleka uhai kwenye mahusiano yao, peleka uhai kwenye kazi zao, peleka uhai kwenye nyumba za maisha yao, peleka uhai kwa mifugo iliyoko nyumbani mwao. Baada ya kufa ipate kupona. Ng'ombe wakatoe maziwa, kuku wakatage mayai, na mbwa wanaotulinda wakalinde na kubweka, paka wanaotulinda wakakamate panya na viumbe vingine vya uharibifu. Ninaomba Mungu, nguvu ya pumzi ya uhai ikaanze kuwavuvia. Roho wako Mtakatifu akawavuvie, akawatamie, wakafufuliwe, wakatoke kule waliko. Wengine walikuwa wamefanyikwa kuwa misukule, wanakaa tu humu, wanakuja na kurudi. Leo natabiri kwamba hawatakuwa misukule tena, wawe hai, wawe viumbe hai. Nguvu ya uvuvio ikapate kuwatamia, nguvu ya pumzi ya uhai. Neno lako likawe uzima, neno lako likawe uzima, neno lako likawe uzima ndani yao. Kuanzia leo, magonjwa yoyote yaliyowatamia, vifo vilivyokuwa vinawatamia, uvuli wa mauti uliokuwa umewafunika, magomvi, kelele katika nyumba zao, kutokuelewana kwa sababu ya kukosa uzima, ukaondoke, kwa sababu nguvu ya uzima imewafufua na kuwafunika kuanzia sasa. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Nguvu ya kuuisha itamalaki, nguvu ya uzima na ufufuo itamalaki, nguvu ya uvuvio ikatamalaki juu yenu kwa jina la Yesu. Pokea.